Naomba ufahamu mambo haya kuhusu VPN. Kuna content ambazo nimezitengeneza hapo nyuma, video almost 2 nikapost katika mtandao wa TikTok. Watu wamejaa inbox, watu wamejaa kwenye comment, wengine wamechukua namba wanatafuta, wanataka hizo VPN. Naomba ufahamu kwamba VPN haipo kwa ajili ya kukupa wewe free internet. VPN iliyotengenezwa imetengenezwa kwa ajili ya kukupa usalama wa wewe ukiwa mtandaoni. Yaani inaficha ule utambulisho wako wewe ambao ni IP address ukiwa mtandaoni. Kwa vitu vyote unavyoenda kuvifanya, labda unamfanya labda Google au sehemu yoyote ile mtandaoni, VPN inaficha wewe utambulisho wako. Yaani nikija kuanza kukutafuta taarifa zako kwa ajili ya kukuhack, sitakupata kiurahisi. Ndio kazi ya VPN. Lakini ili kuwezesha uwezo huo sasa, unatakiwa kulipia sasa, wakupe usalama kamili, wakupe usalama wa kutosha ukiwa internet. Hiyo ni kujilinda na wale hackers na watu wengine. Sasa watu wengi wanaona kuna VPN za free internet, za free internet, free internet, za free internet. Sasa hivi VPN kama VPN yenyewe binafsi haina uwezo wa kutoa free internet. Hakuna VPN yoyote ya kujitegemea ambayo inatoa internet bure, haipo kabisa. Kwa sasa kinachofanyika kwenye hizo VPN, kwanza kabisa kwenye hizo VPN kuna VPN ambayo unalipia, lakini kuna zingine zenye option ya bure. Sasa hii ya bure maana yake unakuwa na internet yako na data zako. Unakuwa na data lakini na yenyewe unaiconnect ili kufiche watu wasikuone wanaokufuatilia, labda wanaotaka kuhack. Na kuna nyingine nao ya kulipia. Sasa ile unayolipia yenyewe inakupa usalama zaidi ya ile ambayo ni ya bure. Sasa ukija kwenye hizi ambazo zinatoa bando, zinatoa MB bure, unaingia mtandaoni unafanya vitu vingine, una download, unafanyaje bure bila kuweka bando lako kwenye line yako, hiyo ni VPN. Lakini kuna kitu inachokitumia ambazo zinaitwa ni configured files. Yaani kuna faili ambazo zinatengenezwa kwa ajili ya kukupa uwezo huo wa kufanyaje, wa kupata hiyo internet bure. Sawa? Sasa kinachofanyika ni nini hapo sasa kwenye kutengeneza mafaili? Kwenye kutengeneza mafaili, wanaoyatengeneza sasa, watu wenye ujuzi huo katika kutengeneza hayo mafaili, wanatumia njia ama wanatumia udhaifu wa mtandao fulani kuiba ama kutengeneza hayo mafaili ambayo yatakuwezesha wewe kutumia internet bure. Kwa mfano labda Tigo, labda Haropesa, Voda. Of course kila kitu lazima kiwe na udhaifu, ndio. Sasa watu wenye ujuzi na hayo mambo wanaangalia, je, kwenye issue ya data hawa Tigo wana udhaifu gani, labda ni kitu gani hapa labda hawajakifix vizuri, unaona? Kwa kishagundua kwamba kitu hawajakifix vizuri, basi wanapitia humo kwa ajili ya kuiba data kule na kukuwezesha wewe kuitumia kwa kutumia VPN yao ambayo imetengenezwa. Hawafanyi hivyo bure, wanafanya kwa sababu wanajua watapiga hela ndefu sana. Watapiga hela ndefu ambayo hela ya kwanza ni kukupitishia matangazo kupitia hiyo VPN, wanakupitishia matangazo, lakini wanachukua taarifa zako kama akaunti mbalimbali kwenye mitandao yako ambao utakuwa ukitumia. Lengo huwa wanapitisha nini? Kwa wanapitisha matangazo na vitu vingine kupitia akaunti yako, ambapo wao sasa wanalipwa na makampuni makubwa ambao yatakuwa wamewapa order ya kusambaza matangazo yao. Ndio kinachofanyika. Kwa hiyo ukiona, ndio maana zinafungwa. Kwa mfano kuna hii internet hapa juzi ni wanaita BBNet. Ile pale ndio imefungwa hivyo. Unaona? Ni kwa sababu tayari watu wenye mtandao wameshagundua kwamba kuna kaudhaifu, hao watu wamepitia kutuibia data, ni kinyume na sheria na wanatutia hasara. Kwa ndio maana wakafanya utaratibu utafungwa haraka. Sawa? Kwa kuna namna ambayo vipenda kupa free internet ni hizo za kuiba, na hiyo imefungwa. Maana kuja upate nyingine kama hiyo, watu wale sasa waliotengeneza hivyo vitu inabidi wakae sasa waangalie, kwa sababu unajua wimbi kubwa la watu wengi wanataka kutumia internet bure. Kwa hiyo lazima waangalie, bana, hapa wametuzuia, tuangalie namna tena ya kuingia, namna tena ya kufanyaje, ya kupata hiyo access ili turudi kufanya biashara zetu. Kwa kishapata, unaweza kukaa labda, unaweza kushangaa unakaa miezi 2, miezi 3, kisha wanakuja na VPN nyingine ambayo na zile configured file wameziweka kwa ajili ya kukupa free internet. Kwa kishapata hiyo njia nyingine tena wanatengeneza hiyo VPN wanakupa sasa.
Akishaiweka hapo wewe kitumia una fly una enjoy, lakini hiyo ndio njia inayotumika kuiba data. Na wao hawafanyi hivyo kwa sababu ni riski. Wakikamatwa pale ni kesi kubwa. Na kwa sababu pia wana ujuzi huo wa kujilinda na kujificha katika mitandao hiyo, wanafanya huo ujuzi sio bure, wao wana vipato vyao. Wanapokea orders labda za makampuni makubwa duniani kwa ajili ya kusambaza matangazo ya biashara zao, matangazo ya vitu vyao. Sasa wao wana wasambazaji. Wanapokupa ile VPN unayotumia inakuficha, lakini wao wanakuona. Kumbuka wao ndio wamekupa uwezo kufanyaje wa kujificha, ndio wamekuficha. Kwa hiyo wanakuona unakopita kote, yani ruti zako zozote zile mtandaoni wanakuona. Ukiingia kufungua akaunti ya YouTube unakuona, ukiingia Facebook unaingiza username password wanaviona vyote hivyo, Instagram username password wanaviona hivyo. Kama mwisho wa siku wanafanyaje? Wanavichukua vile wanabaki navyo. Next time kuna matangazo yanapitia kwenye akaunti yako, yanaenda watu wanapiga hela. Huko tu na akaunti lako tu, TikTok hivyo hivyo, Instagram hivyo hivyo, watu wanaboost matangazo kule, wanapiga hela, unaona? Ndio maana wanakuwa wanakutengenezea hivi VPN, wanaiba kule kwa riski kubwa, wanakupa lengo wapate taarifa zako kwa ajili ya kukupitishia hivyo. Wewe ndio unafanya kazi, lakini ila kama utakuwa unaendelea kutumia hizo VPN, nikushauri tu kitu. Hizi za bure. Ukiwa unatumia hakikisha haufanyi miamala ya mtandaoni ambayo ile inakutaka kujaza sijui taarifa za benki, sijui taarifa gani. Zile sasa watakuja wakukombe siku moja hautaamini. Kwa hiyo VPN zipo, tumia, ukipata tumia, lakini hivyo ndio namna ambavyo inatengenezwa na ndivyo namna ambavyo inakufa VPN hiyo. Kwa tips nyingine kama hizi, naomba usiache kunifollow, uendelee kujifunza kuhusu VPN na mambo mengine.